Halo, habari za leo, karibuni tena Pedo and Rose Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Mada ya leo nitazungumzia kanuni 4 za kuelimisha jamii kuhusu VVU bila kupotosha. Kanuni 4 za kuelimisha jamii kuhusu VVU bila kuipotosha jamii. Ndiyo mada ninayoizungumzia leo. Namba 1, nizingatia ukweli wa kisayansi tu. Unapoamua kuzungumzia mambo kuhusu HIV au VVU, nizingatia ukweli wa kisayansi tu, data zilizothibitishwa. Kwa hiyo kama unatumia data, tumia data ambazo zimethibitishwa, na uhakikishe hizo data umezipata sehemu sahihi. Usijitungie tu data. Alafu zungumzia U equals U. Lazima uelewe kwamba undetectable ni sawasawa na untransmittable. Huu ni uthibitisho wa kisayansi kwamba wanapopima viral load kwenye damu ya mwathirika, viral load kwenye damu ya mtu anayeishi na VVU, wanaenda kuangalia kama kuna virusi ambavyo viko hai. Sasa wanapopima ile viral load wanakuta hakuna virusi vilivyo hai. Ndio maana wanasema U equals U, undetectable equals untransmittable. Yaani huwezi kumwambukiza mtu yoyote yule, hata mwenza wako ambaye yuko negative na wewe uko positive. Lakini kama uko U equals U, huwezi kumwambukiza na mko tayari kuzaa watoto ambao wako salama bila VVU. Pia zingatia ukweli wa kisayansi kuhusu ARV. Ujue kwamba ARV inafanya kazi vizuri mwilini, na ukiitumia vizuri ndani ya siku 90 unakuwa U equals U. Zungumza kutoka kwa uzoefu. Unapoamua kuizungumzia jamii kuhusu VVU au HIV, zungumzia kuhusu uzoefu ulionao. Mfano, mimi ninaishi na VVU kwa zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo ninapoielimisha jamii, ninazungumza kitu ambacho ninakiishi katika maisha yangu, changamoto ambazo nimezipitia, achievement ambayo nimeipata, au pale nilipo faili ni wapi kutokana na uzoefu wangu. Kila mtu ni tofauti. Elewa kwamba kila mtu ni tofauti. Kwa hiyo unapozungumza, nazungumzia mimi, simzungumzii mtu mwingine. Lakini ninapoelimisha, ninaelimisha ili jamii iweze kuelewa, na jamii iondoe uoga, iondoe hofu, ili waweze kuwa na imani ya kwenda kupima. Wajue kwamba kumbe ARV sio sumu, ARV inafanya kazi vizuri mwilini. Lakini waelewe kwamba miili yetu inatofautiana. Ndio maana unakuta hiyo ARV inaweza ikafanya kazi vizuri kwa mtu mwingine, na kidonge hicho kwa mtu mwingine kisifanye kazi vizuri. Lakini ndio maana unakuta kuna dawa tofauti, zote ni ARV, lakini zinatofautiana. Dawa nazokunywa mimi anaweza kuwa mtu mwingine hazitumii kutokana na sababu mbalimbali, au labda amepata allergy na hizo dawa. Kwa hiyo zingatia kwamba uzoefu ni tofauti. Kila mtu ana uzoefu wake, kwa sababu kila mtu ni tofauti na mwingine. Huu ni uzoefu wangu mimi, sio uzoefu wa mtu mwingine. Lenga matumaini na hatua. VVU ni hali tu. ARV na ufuatiliaji wake, nimeshazungumzia hii. ARV na ufuatiliaji wake, yani hakikisha unatumia ARV katika muda sahihi na unafuatilia dawa zako, yani huishiwi dawa. Ukiona zimepungua, hakikisha kwamba unakwenda kliniki kwenda kupata zingine. Kama unafanyiwa delivery nyumbani, basi hakikisha kwamba unaoda
ili ziweze kuletwa nyumbani. Alafu epuka stigma na lugha ya kumhukumu mtu. Stigma yani unyanyapaa. Epuka unyanyapaa na ile lugha ya kumwepuka mtu, ya kumnyanyasa mtu, lugha ya kumhukumu, lugha ya kumkejeli, lugha ya kumdharau mtu. Epukana nayo. Badala ya wahanga wa VVU sema wanaoishi na VVU. Yani mtu useme waathirika au wahanga wa VVU. Hapana, sema tu kwamba wanaoishi na VVU. Hata mimi mwenyewe ninasema ninaishi na VVU, lakini huwezi kunisikia hata siku moja nasema mimi ni muathirika au mimi ni mhanga wa VVU. Hapana, sio mhanga wala sio muathirika. Ninaishi na VVU mwilini na viko undetectable. Siwezi kuambukiza mtu yoyote yule. Hata ukinihagi, hata ukinikumbatia, ukinikisi, tukila pamoja, nikipika, ukiishi katika nyumba yangu, kilala kitanda kimoja, bado huwezi kupata VVU. VVU vinaweza kumpata mtu yeyote ambaye hachukui tahadhari. Anaweza akapata VVU. Mwisho nasema kwamba kwa yule anayeishi na VVU na anatumia dawa za ARV asiache dawa, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna tiba. Kwa hiyo U isikuambie kwamba tayari wewe umepona usitumie dawa. Hapana, endelea kutumia dawa zako kama kawaida. Asanteni sana wapendwa kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kucomment, kushare na wengine pia waweze kusikiliza na kunufaika, na kusubscribe kwenye hii channel yangu ya Pedo and Roses Stories. Asanteni.